Nyakati tulizopo ni nyakati ambazo kila mtu, kila jinsia, kila mtu yeyote yule anatafuta namna ya kuweka mambo yake vizuri. Kutana na Lilian Mushi, mwanzilishi na msimamizi mkuu wa huduma ya Rehoboth Babati Manyara, ambaye anakukaribisha kwa ajili ya kujifunza, kuyajua mambo mengi sana ambayo yapo ndani ya Rehoboth. Na huduma hii ni huduma kwa ajili ya mwanamke, wao wanasema wanawake na jicho la tatu. Sema ambao unajifunza vitu vingi, lakini vikiambatana na uwepo wa Mungu, uweze kuwa mwanamke ambaye ni jasiri, unajua mambo mengi, lakini namna ambavyo unaweza kufanikiwa kwenye maisha yako. Mabinti pia ni sehemu yenu ya kuweza kujiunga. Mwanamke ambaye anatakiwa ajiunge na huduma hii, aifahamu huduma hii, ili aweze kujifunza mambo mengi ambayo ni muhimu kwa ajili ya mwanamke kuweza kufanikiwa na kuendesha maisha yake kwa ujumla. Lakini pia mabinti ambao pengine mnafikiri hivi vitu ni kwa ajili ya wamama walioolewa peke yao, wewe binti pia unakaribishwa, jifunze. Hii ni huduma kwa ajili ya mwanamke, na mimi nimepiga safari kutoka Jerick Media Live mpaka hapa, naenda kukutana na mama Lilian. Kupitia Jerick Media Live tumepata baraka na neema ya Mungu kukaa na mtumishi wa Mungu ambaye atakuja kuzungumza na sisi hapa kuhusiana na Rehoboth, utajua ni nini, lakini pia wakazi wa Manyara wanaitambua vizuri na imewanufaisha walio wengi. Mwanamke na jicho la tatu, tutazungumza mambo mengi sana kupitia mamangu. Mama, kwanza asante sana kwa nafasi hii pia ya kuzungumza na wewe. Na ni kitu ambacho najivunia. Of course umeitafuta sana hii muda sana, lakini leo pengine ndo nafasi imepatikana. Leo kusudiwa kabisa. Yes, yeah. Kwa hiyo karibu sana tuyazungumza ambayo yametuleta hapa hivi. Kwanza kwa kutazama sasa hivi kupitia Jerick Media Live, tunatamani afahamu, mimi nakufahamu, ajue tunazungumza na nani. Asante sana. Naitwa au kwa jina naitwa Lilian John Mushi. Ni mtumishi wa serikali, lakini pia ni mwalimu wa neno la Mungu. Na ndiye mbeba maono mkubwa wa huduma ya Rehoboth. Huduma ya Rehoboth, na wengi wanajiuliza Rehoboth kwanza ni nini? Ndio. Hata mimi pia. Rehoboth ni jina ambalo lipo kwenye Biblia. Hivi ni visima vya Ibrahim ambavyo alivichimba. Wakati nafahamu Ibrahim Mungu alimbariki na alikuwa na mifugo mingi. Kwa hiyo kila alipokuwa anakaa, kwa sababu ya kumiliki ule ambao Mungu amempa, walikuwa wanatengeneza visima mbalimbali. Rehoboth imebeba vitu vingi, lakini mojawapo ni huduma ambayo inamtafuta mwanamke kuomba. Lakini sio kuomba tu. Mwanamke kwanza awe stadi kuomba. Neno la Mungu linasema tuwapate wapi wanawake wa kuomboleza, ambao wana ustadi wa kuomboleza. Kwa hiyo ili mtu awe stadi lazima awe na maarifa. Kwa hiyo Rehoboth inatengeneza wanawake ambao kwanza wanapata maarifa, alafu akishapata maarifa yanampelekea kuomba sahihi. Kwa hiyo tunaandaa makongamano ya kuwafanya wanawake wapate maarifa. Lakini pia tunafanya huduma za kijamii, kwa maana ya kuwaona wajane, kuwaona yatima, lakini pia hata wenzetu ambao ni wanawake lakini wamefungwa wako magerezani. Kwa hiyo ni huduma ambayo inajikita kwenye mambo ya kijamii, lakini pia mambo ya kiroho. Na kama nimesikia vizuri na kuelewa vizuri ni kwamba hii ni huduma maalum kwa ajili ya mwanamke. Ndio kabisa. Okay, na mwanamke unayemzungumzia ni yeyote mwenye jinsia ya kike au mwanamke tayari ambaye ana familia? Maana kuna mabinti pia. Hapana. Ni huduma ya mwanamke. Tungesema ni huduma ya wamama ni kitu kingine. Huduma ya mwanamke. Kwa mwanamke yoyote au mwenye jinsia ya kike ambaye anaweza kujitambua, akakaa akafundishika na mabinti zetu, pamoja na wanawake walioolewa na wasioolewa, waliozalishwa, wasiozalishwa. Kwa hiyo haijalishi, ni mwanamke tu ambaye amejishajitambua. Kwa hiyo huyo tunamuita mwanamke. Yes. Na kwa ufupi tu pengine hii huduma ya Rehoboth kwa hapa Manyara imeanza mwaka gani? Huduma ya Rehoboth sasa ina miaka 3. Ilianza mwaka 2023 hapa Babati. Okay. Yeah. Na mwanzilishi ni huyu ambaye tunazungumza naye. Ndio, na ilianza kiajabu sana. Mungu baada ya kunipa haya maono, nilikuwa na birthday tarehe 24 mwaka 2023. Mungu ndo akanisemesha. Ndio. Akaniambia nimeweka kitu cha wanawake. Kwa hiyo siku hiyo
niliwaalika marafiki zangu wa kike waje kwenye birthday yangu. Kwa hiyo wao bila kujua ndio walikuwa wanafanya uzinduzi rasmi wa Rehobothi. Na ndipo nilipo siku hiyo, siku ilikawa siku ya kwanza kutangaza maono ya Rehobothi. Kwa hiyo ilikuwa siku ya birthday yangu tarehe 24 mwezi wa 6 2023. Kitu kizuri sana. Kila siku ya birthday yako utakuwa unakumbuka kitu kwa ajili ya huduma. Kitu kilizaliwa. Yes. Pengine kabla tujaenda mbali sana, unajua kumekuwa na watu wengi wanaanzisha vitu. Lakini pia wanatumia nafasi ya Mungu au jina la Mungu kwenye hivyo vitu. Tumeona baadhi ya watu. Kuna mwigizaji anaitwa Irene Uwoya. Na yeye alikuja na ana huduma yake ambayo anasema aliongea na Mungu. Kuna mwigizaji mwingine tunamtambua kwa jina la Rutaman. Na yeye amekuja na kitu kama hicho kwamba ameongea na Mungu, amempa uwezo wa namna hiyo. Kuna uhalisia kiasi fulani kwenye hivi vitu, au ni roho tu, namna ambavyo mtu labda imekuingia au wewe umewaza kwenye nafsi yako kwamba hii inaweza ikawa ni jambo la kimungu kwa nilipeleke kwa watu? Huduma inaanzia ndani. Kwa hiyo kuna ambao wanaanzisha huduma kwa sababu ya mazingira yao. Mtu ameona tu na platform kubwa anasema anaanzisha huduma. Lakini mimi ninachoamini huduma inaanzia ndani. Kwa leo ukiniuliza mimi, kuna vitu ambavyo huko ndani kabla hata sijasema Rehobothi nilikuwa natembea navyo. Sijaibuka tu kusema kwamba nataka wanawake. Kuna kitu kiko ndani. Kwa hiyo uhalisia upo, Mungu kuzungumza na watu. Kama mimi nilivyosema kwamba na mimi nasikia moyoni mwangu. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba ni cha Mungu vilivyo vya kwao au sio vya Mungu, lakini ninaamini katika Mungu kusema. Ila sasa wanasema muda unaongea. Baada ya muda tutajua kwamba alikuwa Mungu, alikuwa Roho Mtakatifu, alikuwa Roho Mtakatifu wanasema. Sawa. Hapo kwenye Rehobothi huduma ya wanawake, wakati unaianzisha, kuna vitu pengine ambavyo ulikuwa unaviplani kwamba nikianza kitu hiki nitahudumia wanawake hivi, au tutafanya hiki, zile shughuli sasa za kwenu, kwa sababu nimeona umegusa kwenye maombi sana. Lakini pengine kuna vitu vingine ambavyo viko ndani yake tukiachana swala la maombi. Rehobothi kama Rehobothi tuna maono makubwa sana. Na mara ya kwanza kabisa, yani ukiniuliza, natamani kwanza watu wakae wajifunze. Kwa hiyo tutakuwa na vitu vingi. Tutakuwa na makongamano ya wanawake kama wanawake. Kutakuwa na makusanyiko ya watoto kujifunza. Kutakuwa na makusanyiko ya mabinti kujifunza. Kutakuwa na makusanyiko ya mama wachungaji kujifunza. Kutakuwa na makusanyiko ya ndoa kujifunza. Kwa hiyo tunaenda kwa hatua. Na sasa hivi tunaanza tu kwa siku moja, lakini huko mbele tutakuwa na makongamano ya muda mrefu, kwa sababu mtu akifundishwa siku moja ndio anaelewa, lakini akifundishwa na kesho kutwa sio sawa na yule aliyefundishwa siku moja. Kwa hiyo tuna maono sio ya kufanya kwa siku moja. Tunatamani tuwe na kambi hata wiki nzima, watu wakae wafundishwe. Ndivyo ambacho tunatamani. Kwa hiyo tutakuwa na event tofauti. Sio tu za wanawake tu kuja kuomba, lakini lengo letu sisi ni wanawake kuja kujifunza. Kwa hiyo wanajifunzaje sasa? Kuna activities mbalimbali na makundi mbalimbali ambayo tutakuwa tunayahudumia. Ni kweli. Kwenye swala la maombi, mtastiki kwanza hapo kwenye swala la maombi. Kwenye maombi tunaamini ni Mungu, na kuna masuala ya imani. Huyu ana imani hii, ana imani hii, tuna Waislamu, tuna Wakristo, tuna madhehebu tofauti. Kwenye Rehobothi hilo linaangaliwa kwamba labda wewe madhehebu fulani au sisi tunaipeleka roho yetu na akili zetu tujifunze kama binadamu bila kujali unatokea dini gani, unatokea dhehebu gani. Hilo ni swali zuri sana. Kwa Rehobothi sisi ni huduma ambayo haifungamani na dini yoyote. Na ni huduma ambayo hutasikia dini yoyote ikipewa sauti. Kwa hiyo ni huduma ambayo inawahudumia wanawake wote bila kujali dini zao, bila kujali itikadi zao za kisiasa, bila kudai kabila lao, yani haijali chochote. Tunachotamani ni yule mwanamke na moyo wa mwanamke. Kwa hiyo sisi hatujikiti kwenye kuzungumzia masuala ya dini. Kwa hiyo hata ukija Rehobothi hatutakuuliza kwamba labda wewe unasali wapi, umetokea wapi, huko kwenu mnaamini nini. Tunachoamini, mtu akijifunza kutokana na imani aliyokuwa nayo, kuna kitu ambacho Mungu atafanya juu yake. Yes. Ya hayo mambo ya imani huko na misimamo ya imani kila mmoja atajua kwenye kanisa lake. Ndio maana sisi
tunajikita kwenye kutoa mafundisho. Baada ya mafundisho kila mmoja anaenda kulelewa kwenye kanisa lake. Okay. Tunaizungumza miaka 3 ya Rehoboth tangu imeanza mpaka leo hii hapa. Mapokeo yakoje? Pengine tumefanikiwa kwa namna fulani kuwapata wanawake ambao wameweza kuendana na wazo, lengo angalau likatimia, au kuna ugumu kidogo, na pengine kama wamemetikana kwa idadi hata roughly? Kwa kweli tuna mafanikio kwa muda wa miaka 3 ambayo tunamshangaa Mungu kwa kweli, kwa sababu mara ya kwanza kama unavyojua ukinapoanzisha jambo sio kirahisi. Ni kweli. Ilikuwa na mtazamo wa kidini zaidi. Kwa hiyo walikuja watu kutoka madhehebu mengine wachache sana. Lakini tulipofanya tena mwaka jana tumeona wamekuja makanisa mbalimbali, makanisa ya Kipentekoste, makanisa ya CCT wameshiriki pamoja na sisi. Kwa hiyo tumeona kama mara ya kwanza tulikuwa kama 70 na mwaka jana tumefika 100 na kidogo. Kwa hiyo ninaamini mwaka huu tunamwamini Mungu watafika zaidi ya 300. Jambo zuri sana. Tukizungumza mwaka jana kwenye event ambayo mlifanya, niliona umewalika pia na watu mbalimbali kutoka maeneo tofauti ambao sio Babati hapa. Na ni watu pia ambao nao wanafanya masuala ya kijamii, kuwajenga watu, kuwasaidia watu. Kama utojali unaweza kugusia kidogo pia na namna ambao pengine mlikutana mkaweza kuungana kufanya kitu kimoja. Okay. Katika kongamano la mwaka jana tulihudumiwa na mtumishi wa Mungu Mama Victor kutoka Dar es Salaam. Mama Victor ninamfahamu kwa muda mrefu tangu nikiwa binti, nikiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ndio. Kwa hiyo ni mama ambaye ninapenda kile anachokifanya, na nimekaa naye, nimejifunza vingi kutoka kwake. Kwa hiyo ni mama ambaye nimekuwa na mahusiano naye ya muda mrefu, na amekuwa akinilea tangu nimekuwa binti mpaka nakuja kumpata mume wangu. Leo nina ndoa na watoto 3, bado ananilea na sijawahi kumzoea kwenye eneo la mafundisho ya mwanamke. Kwa hiyo hayo mahusiano ndio yalionisababisha kumuita, mwambia mama na mimi nina jambo hili. Na kabla sijaja Babati nilikuwa Dodoma. Kuna siku Mungu alimpaka mafuta, akamwambia kuna watu wanatamani kufanya vitu kama vyako lakini hawajui pa kuanzia. Nakumbuka tulitoka wadada 2 pale Dodoma, na akatuombea, akasema mimi sijui mtakwenda wapi, lakini nawaombea kile kilicho ndani yenu kiweze kufanya nini, kiweze kuchipuka. Basi kutoka hapo nikapata neema ya kuja Babati. Kwa nilipofika tu Mungu akanisemesha nina jambo na wewe. Kwa mimi nikasema ndio kwake, ndicho ninachokifanya. Mama Victor na watu wengi. Ndio. Na wengi wamekuwa kifuatilia, na kabla hajaja Rehoboth alishawahi kualikwa na Manyara Women Gala. Kwa hiyo wako watu ambao walikuwa wanamfahamu. Kwa hiyo amekuja kongamano la kwanza, la pili na la 3 anakuja tena. Kwa hiyo ana ushawishi mkubwa kwa kile ambacho amebeba, na kwa sababu pia na yeye yuko hivyo. Hana udini. Kwa hiyo pia imekuwa inasaidia mapokeo kwa watu wengine pia. Okay. Sasa hivi tuko kwenye maisha ya kidijitali wanasema. Kwa hiyo vitu vingi sana kwa sasa hivi vinatoka kwenye yale maisha ya kawaida, labda tuseme kutoka chini kwenda kwenye mazingira ambayo mtu anaweza akakipata au akiona kitu kwamba kuna vitu ambavyo pale mtu ataanzie pale, pengine anaweza kawa hayuko Babati lakini akaweza kupata hata vitu kadhaa ambavyo ninyi mnavifanya. Kwa kweli kwa sasa hatujaweza kuingia kwenye media zaidi ya page yangu tu ya Facebook ambayo nimekuwa nikituma tu matangazo, lakini YouTube nina personal pia account nilifungua. Kwa nimeanza kuload kuviingiza vichache kwenye hiyo page ya Lilian Mushi kule YouTube. Lakini Rehoboth kama Rehoboth ina email tu lakini haina page yoyote. Na pengine ni kwa sababu ya mbeba maono anajaribu kujikuza kwanza ili kiwe kitu kizuri. Kwa sababu ndio ambavyo Mungu anatupa heshima. Ndio. Tutafanya kwa haraka zaidi, kwa sababu tumegundua kwamba watu wanatutafuta na hawatuoni sasa. Ni kweli. Kama unavyosema kwenye mambo ya mitandao. Kwa hiyo tutafanya
na kwa sababu najua ninyi mpo natusaidia. Basi hamna shida. Mimi natamani nibaki pale pale kwenye swala la mwanamke kuomba, kujifunza na kukua na kuyafanya yaliyo mazuri kwenye maisha yake. Hapa kwenye swala la kuomba ni mnavokutana, pengine kama utaweza kuwa willing kushare. Ni mnakuwa mnafanya maombi ya kusali, labda ibada, au mnafundishana namna ya kuomba ili Mungu akujibu? Yanakuwa imekaaje hii? Sasa hapo kuna mambo mengi. Kwa sababu kutokana na theme kama tunajifunza labda mwanamke na jicho la tatu, kuna mambo mengi tutakayofundishwa pale. Kwa hiyo katika hiyo tutakayojifunza kuna namna sasa tunaambiwa kwamba okay, hatuwezi kuyaombea yote kwa sababu unakuta tumejifunza vitu vingi. Lakini tunakupa tu framework ambayo itakusaidia wewe kwenda kuomba. Kwa hiyo baada ya kufundishwa sasa utagundua okay, nataka kuombea mume, natumia njia gani? Natumia mstari gani? Nataka kuombea watoto, natumia mstari gani? Nataka kufanya hivi, nifanye nini? Au nikiwa mwanamke nafanya nini? Wajibu wangu kwa familia, wajibu wangu kwenye jamii, wajibu wangu kwa Mungu. Kwa hiyo tunajifunza na tunapata vipindi mbalimbali vya kuomba. Okay. Kwa mwanamke ambaye anakutazama sasa hivi kupitia Jericho Media Live, na mimi wewe pia utakuwa shahidi, kwa upande wa wasichana, kwa sababu nimependa pale ulivyosema hii ni huduma kwa ajili ya mwanamke yote aliyejitambua. Kwa hiyo kuna wengine ambao wanajiita wasichana lakini ni wanawake pia. Unamhamasisha vipi au utamwambia kitu gani ambacho, kwa sababu mitazamo ya wasichana walio wengi wanaona vitu kama hivi ni masuala ya kiimani, kikanisa zaidi? Tunamhamasisha vipi mwanamke ambaye bado hana maono hayo, ila at least aelewe kwamba Rehoboth ni kitu ambacho ni muhimu kwake, kinaweza kumjenga na kikamsaidia, na hakitamtoa kwenye maisha yake anayoyapenda kuyaishi, ila kitamuongezea kitu fulani kwenye maisha yake? Kwa sababu wasichana wengi, tuseme hata wanawake wengi, wana mitazamo, kuna maisha yao wanataka kuyaendesha. Na kama nilivyosema mwanzoni kwenye masuala ya digital, kuna vitu vingi vinaibuka, watu wanaviona kwa wanatamani dunia hiyo ambao wanaiona. Yes. Kama nitolee mfano huu, kuna kuku wa kienyeji na kuku wa kisasa. Kuku wa kisasa. Ndio. Nikikuuliza hapo nataka kuku gani? Yaani ambayo ni mtamu kabisa, mzuri. Kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji, safi sana. Sasa kuku wa kienyeji ndio yafungiwi, anakula, akikutana na karoti anakula, akikutana na mahindi anakula, akikutana na hichi anakula. Kutoka hapo supu yake unaipenda wewe mwenyewe. Ni kweli. Kwa hiyo mwanamke mwenzangu, popote ulipo, mafundisho hayajalishi eneo, halijalishi wapi, haijalishi mtu, hata mtoto mdogo anaweza kukufundisha. Kwa hiyo Rehoboth inakita kupata maarifa ya kimungu, sio maarifa ya dini zetu wala dhehebu zetu. Kwa hiyo kwa hayo maarifa sasa ndio yatakusaidia wewe, utaenda kufanya maamuzi kule kwamba mimi kumbe natakiwa nifanye hivi, kumbe nilipokuwa nafanya hivi nakosea, kumbe nilikuwa nafanya hivi na sifanyi vizuri. Kwa hiyo ninachotamani ni mualike mwanamke wa Babati, wa Manyara na maeneo mengine. Rehoboth tunajikita kwenye kupata maarifa, ni chombo cha kutoa maarifa. Kama ambavyo vyombo vingine vinatoa maarifa ya kidunia, vinatoa maarifa ya kutengeneza ujasiriamali, si ndio? Na sisi tunatoa maarifa ya kimungu yatakao kusaidia kwenye mambo yako binafsi. Kwa sababu ya kimungu yapo mambo ya uchumi, yako mambo ya ndoa, mambo ya usichana, yako mambo yako mambo mengi. Kwa hiyo binti mzuri au mama mzuri anaandaliwa. Kweli. Kwa hiyo mabinti wafahamu kwamba ili uwe na mama mzuri, leo unasema nataka niwe mama mzuri kama Rose Shaboka, lakini umeshai kufikiria Rose Shaboka aliishi maisha gani huko? Aliandaliwa. Yes. Kwa hiyo binti naye aje aandaliwe, ili yani mama uzuri hautoki tu. Leo unamwona Liliani, mbona naona kama yuko vizuri rohoni, amesimama pamoja na changamoto anazozipitia, lakini yuko strong. Niliandaliwa. Kuna mahali nilipita darasa, nilipita huku nikajifunza, nilipita huku nikakosea, nikasema hapa. Na sisi tunachotamani sisi wanawake wa Rehoboth, kuna mahali tuliweza kwenye maisha yetu ya ujana, tunatamani wale mabinti zetu waweze zaidi.
Lakini pia kuna mahali tulikwama, kwa sababu sisi ni wanadamu. Kweli. Tunatamani wao wasikwame. Kwa hiyo binti ajisikie kabisa kwamba Rehobothi ni sehemu sahihi ya kumsaidia, kama uimara au imara zaidi. Kama basi kuna mahali alishindwa, akutane na sisi pia ambako tulishindwa, tuliachika, tulipewa vibuti, tulifanya nini, lakini bado tukawa imara. Kwa hiyo ni sehemu sahihi sana kwa ajili ya mabinti na wanawake. Yes. Kuna ambao wana mitazamo pia hii kwamba kwa saivu jinsi maisha yanavyokwenda vitu vinabadilika. Kuna ambao wana mitazamo ya kwamba zamani masuala ya wanawake alikuwa pigiwi kelele sana. Yaani kulikuwa hakuna mijadala mingi ambayo inazungumzia habari za wanawake. Kwa hiyo sasa hivi kuna mijadala mingi, kuna vikundi vingi, kuna taasisi nyingi zinajali sana kuhusu mwanamke na zinawapa kipaumbele. Mwanamke ajitambue, mwanamke afanye hiki, haki za mwanamke, wajibu wa mwanamke, vitu vya namna hiyo. Lakini sasa watu wengine wana mitazamo ya kusema kwamba vitu hivi vinawapoteza wanawake. Yaani hasa kwenye masuala ya ndoa. Kwamba wanawake sasa hivi wametawaliwa sana na mambo ya kusema tusimame, tujitambue, wanawake tunaweza. Lakini kuweza kule wanakupeleka pia hata kwenye familia zao, kwa maana kwamba mimi ni mwanamke bwana na haki zangu na nini na nini. Pengine kwenye Rehobothi vitu vya namna hii mnavizungumza, na pengine mna control ambao mnajaribu kuiweka kwa mwanamke kwamba mafunzo tunayoyafanya hapa, kujitambua kwa mwanamke, kuweza kwa mwanamke, kusiathiri maisha ya ndoa au kusitengeneze vizazi ambavyo wanakuja kuwa ni watu ambao si wenye mitazamo ya kutengeneza tena familia, wana mitazamo ya kuishi wao kama wao. Ndugu mtangazaji, ni kweli uko sahihi, kuna mitazamo mingi sana kuhusu eneo hilo. Lakini ngoja nikwambie, maarifa sahihi, mimi ninachojua hao wote hawajapata maarifa sahihi. Yaani mimi kuwa na nguvu ya uchumi hakuniondolei sifa ya kuwa mke. Unajua kuna mwanamke na kuna mke. Yeah. Kwa hiyo ukipata maarifa sahihi, hata niwe na fedha nyingi kuliko mume wangu, hakuniondolei ndani ya nyumba kubaki niwe mke. Sasa kubaki kuwa mke wakati nina fedha zaidi ya mume wangu ni maarifa. Lazima nipate darasa litakalo nisaidia kumwambia kwamba okay, hizo fedha zako mbele za mume wako is nothing. Wewe bado ni nini? Ni mke. Kwa hiyo Rehobothi linakusaidia, ndio maana tunajikita kwenye kupata maarifa yatakao kusaidia. Pamoja umebarikiwa sana, pamoja mfano kama mimi ni mtumishi wa Mungu, watu wengi wananijua, lakini ukija nyumbani kwangu mimi ni mama, ni mke kabisa, nakaa hapo chini hivi. Mimi ni mke mimi ni mama wa watoto. Unaona? Lakini hayo hayawezekani kama hujapata darasa, kama hujapata funzo, kama hujapata maarifa ya kutosha. Kwa hiyo watu wanapotea kwa sababu, na Biblia inasema watu tunaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo mwanamke ambaye atachukua hayo maarifa vibaya ndo atajikuta au unaweza kujitegemea. Ni kweli unaweza kujitegemea, lakini je, hayo maisha unaenda kuyatafuta huko nje ambayo hayana mume ni maisha gani? Unaweza kujitunza? Juzi nilikuwa nasoma mtu mmoja anasema, je, mnaojifanya kwamba mnakimbia ndoa zenu, mnasema mnajiweza, mnaweza kutunza watoto wenu, mbona mnafika huko mtaani mnadanganya tena waume zetu? Nikashangaa, nikasema ni kweli, kwa sababu hao wanaosema kwamba mimi nina fedha zangu bwana, naweza kulea mtoto wangu, anaacha. Si ndio? Akifika kule kwanza anaanza kulalamika, oh jamani sipati matumizi. Upati matumizi ya nini? Si ulishasema unatoka? Unajiweza. Unajiweza. Haya, umefika kule bado unatafuta la kudanga nyingine la kusaidia kulea nini? Wale uliondoka nao. Sasa unachofanya ni nini hapo? Maana yake ni maarifa sahihi yamekosekana. Kwa tunataka tukaisema kwa neno lingine, labda kwa Kiingereza tukasema labda ni kama life skills fulani, ujuzi wa kimaisha, lakini ambao unaambatana pia na uwepo wa Mungu. Kwa hiyo tunaamini kwamba utakapofanya maamuzi na Mungu akiwa upande wako, yani tunamuingiza Mungu kwenye hayo yote. Ndio maana sisi tunajitofautisha, kwa sababu yani yote tunayofanya maarifa tunaweka na nguvu ya Mungu pale mbele. Anza yote katika yeye. Kwa hiyo utakuwa na nguvu ya uchumi, utakuwa unaweza, utakuwa na hekima kuliko mume wako. Simaoja Abigaili alikuwa na hekima kuliko mume wake, lakini aliivunja ile nyumba. Hakuivunja.
Tena pale ambako mume wake alipokosea, yeye ndo alipoenda akasema, baba mfalme, natubu kwa ajili ya mume wangu. Maana yake alikuwa na maarifa sahihi. Angefika pale akasema, bwana tena umharibu, umuue kabisa. Lakini yeye hakufanya hivyo kwa sababu alikuwa na maarifa sahihi. Kwa hiyo hata sisi, yani mwanamke ukiona anatoka kwenye ndoa kwa sababu ya nguvu ya uchumi, ufanya nini, mimi nasema bado hajajifunza. Yes. Bwana DJ Jericky kupitia Jericky Media Live bado naenda kuzungumza na mamangu Lilian Mushi na huduma yake ya Rehoboth kwa ajili ya mwanamke na jicho la tatu, ili aone mbali, apate maarifa, lakini pia yamsaidie kuishi maisha ambayo hata Mungu anapendezwa nayo, lakini pia yampe mafanikio kwenye maisha yake. Kama alivyosema, vitu vingi sana ambavyo anadili navyo. Sasa mama, nipende pia kusikia pia hili kutoka kwako. Kwenye Rehoboth sasa hivi tunazungumza, pengine watu waifahamu na waweze kujiunga wapate haya mafunzo. Pengine kuna namna au kuna utaratibu ambao mtu anatakiwa ufuate kujiunga au kuweza kupata hii huduma ambao mnaziendesha kupitia semina na kongamano mbalimbali? Kwa sasa tuna WhatsApp group ndio ambayo ni free kujiunga. Kwa utaingia, utakuwa unajifunza. Tuna vipindi vingine vya ndani ya grupu, kwa utajifunza. Kwa hiyo hakuna kiingilio, ni kujiunga ni bure. Na namba ya WhatsApp hiyo pengine, ili kama mtu atakuwa amewiwa na amependa. Namba ya kujiunga au namba ya kuwasiliana na sisi ili tuweze kukuweka kwenye grupu la WhatsApp ni 0763 54 0062. Na Rehoboth kwa sasa hivi tuseme, ulisema itokea Dodoma kabla ya hapa. Je, Dodoma kuna watu wengine wanaendeleza ama ni huduma ambayo kwa sasa iko based hapa Manyara? Yani sio kama tulitokea Dodoma nikaja hapa. Mimi ndo nilitoka Dodoma kikazi nikaja Babati, lakini Rehoboth imeanzia hapa Babati. Kule sijawahi kufanya chochote. Okay. Kwa hiyo plani pengine zikoje kwa ajili ya kutembelea maeneo mengine ambapo, kwa sababu hapa tayari nimeshafanya matamasha kidogo hapa watu wanafahamu. Kwa mikoa mingine pengine au maeneo mengine karibu na Manyara kutembea kwa ajili ya kuipeleka hii, plani zipo hizo pengine? Tupo na plani nzuri kabisa. Kwanza tumeanza kwa sababu sasa hivi tunafanya, wengi wanaoshiriki ni Babati mjini. Ndio. Kwa hiyo juzi tumepata connection ya Simanjiro wilayani. Ndio. Kwa hiyo tunaweza Mungu akipendeza, labda kama mwaka huu hujaisha, tunaweza tukaenda Simanjiro. Kwa hiyo tunapeleka wilayani, lakini pia tunatoa mwaliko. Sisi tunakubali mwaliko kwenda kwenye mikoa mingine. Sisi tunaweza tukaamua kuja tukipata watu huko, lakini pia hata kama yuko mtu anayenisikiliza ambaye yuko kwenye mkoa mwingine, anaweza kutualika. Sisi tuko tayari kufika na kufanya huduma kwa sababu kwenye chombo chetu tuna walimu mbalimbali. Ukiniacha mimi, wako walimu wengi ambao Mungu amepaka mafuta kwa ajili ya wanawake. Kwa hiyo unaweza ukasema tu, jamani, mimi nina kongamano langu la maombi na uhitaji wa hudumu. Tunakutumia watu, wanakuja wanafanya huduma. Mimi nina kongamano sijui la mama wachungaji, natamani mama wachungaji wapo katikati ya Rehoboth. Tutawatuma, watakuja kufundisha huko. Kwa hiyo nitoe wigo tu mpana kwa kila anayetusikia, akituhitaji. Bwana ametubariki na tunawatenda kazi wa kutosha. Amina. Okay, kwa nyakati za sasa na kila mtu of course anatamani akipata fursa kama hii hapa iwe ni fursa ambayo inamjenga, yani inampa kwenda mbele kwenye mafanikio ya maisha yake. Na sasa hivi hatuwezi kukataa, vitu vingi vimegusa sana kwenye uchumi. Yani ukiwa umekaa vizuri kiuchumi, ni rahisi kuwezesha vitu vingi. Kwenye semina ambazo mnazifanya, kongamano ambao mnafanya, kuna mada pengine zinazohusiana na masuala ya kiuchumi, namna watu ambao wakatengeneza uchumi wao au waka-maintain, kwa sababu kuna wanawake wengi pia kama ambao wamesema mnalina wanawake wapo, ndio wako kwenye familia zao wanaishi vizuri, lakini wametulia, kila kitu wanamtegemea mume, kwa maana ndo alete mkate mezani. Au hata kama kuna shughuli mume anazifanya, wao hawashiriki, yani hawaoni kama kuna haja yao pengine ushiriki kukuza ule uchumi. Hizi ndio zinakaje? Of course hatujapata mwalimu specific wa kuja kufundisha kama mada. Ndio. Lakini wakati anafundisha, kwa sababu mwaka jana pia Mama Victor aligusia mambo ya uchumi. Ndio. Kwa hiyo tunapokwenda tutakuwa na, kwa sababu kama hivi unavyoona tunamwalika mwalimu mmoja ili apate muda
mwingi wa kufundisha. Kwa hiyo tutakapokuwa tuna muda mwingine ambao hata siku 2 na tukachanganya walimu sasa wakaanza kufundisha hichi akafundisha hichi. Kwa hiyo hilo pia bado liko kwenye mkakati wetu, kualika wataalamu. Na Mungu jana juzi amekutanisha na kaka mmoja ambaye pia anafanya mambo ya uchumi. Ndio. Kwa hiyo tunawaza pia kama ikiwezekana kwenye kongamano ile tukampa hata risali moja akafundisha mambo ya uchumi. Nimependa namna ambavyo mmejikusanya, kwa maana kwamba Rehoboth haimpi mtu tabu kwamba akitaka kupata huduma sio lazima mpaka safiri afanye nini. Kupitia tu utandawazi ambao tunao, matumizi ya simu na teknolojia, anaweza kuipata huduma popote alipo. Kwa takwimu tu pengine kama ukiangalia watu ambao sasa hivi mko nao kwenye Rehoboth, kwa umri ni wana range wapi? Namba kubwa kuanzia miaka 22 kwenda juu. Yeah, of course ni binti ala ameshajitambua na mambo amekaa vizuri. Yes. Madam, pengine kama utakuona chochote mipango ya mbele tunakoelekea makongamano na nini, kamera hii hapa, mimi nikupe nafasi hiyo, pengine tueleze yaliyopo yanafuata na vitu kama hivyo. Yes. Asante sana. Tuna mambo mengi ambayo yako mbele yetu, lakini kubwa ambalo liko mbele yetu ni kongamano la maombi ambao tunategemea kulifanya tarehe 17 mwezi wa 5, tarehe 17 mwezi wa 5, wiki 2 zijazo, ambazo litafanyika hapa Babati katika ukumbi wa White Rose kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 11 jioni, ambako pia mama yetu mpendwa, yule anayetupenda sana, yule mama yetu Victor atakuwepo. Kwa hiyo naomba niwakaribishe wanawake wote ambao Mungu atawabariki siku hiyo kufika, na hakuna kiingilio. Yaani you can imagine. Kweli ni kazi ya Mungu. Unakosaje sasa? Tunamwamini Mungu anatuinulia watu kusupport huduma yetu. Na wewe pia unayenisikiliza, Mungu akikugusa, karibu support huduma yetu, kwa sababu makongamano yetu yote ni bure. Hakuna mtu ambaye tunamchaji chochote. Wewe unakuja kwa upendo, nauli yako tu ya kufika ukumbini basi. Kwa hiyo naomba niwakaribishe sana. Bwana atafanya kitu kingine tena kikubwa katika mwanamke na jicho la tatu. Yes. Na mimi pia nitakuwepo japokuwa sio mwanamke. au kwanza kweli hebu tujue na hilo kongamano la wanawake, wanaume wanapitaga si ndio? Kumbuka hata mwaka jana walikuwepo. Ndio. Wachache wanachungulia na wanatamani kweli. Na waweza kusema jamani, mbona sisi hatukumbuki? Nikamwambia subiri. Haiti wasiwasi, pengine tunazungumza mambo ya wanawake, akija mwanaume haribu mambo. Haribu. Yaani yeye mwenyewe atajitambua tu. Unajua hapa ni kaya au nisikae. Kweli. Lakini mengi anaweza kukaa na kusikiliza. Okay. Tarehe 17 mwezi wa 5, White Rose, Babati, Manyara. Kabisa, karibuni sana. Saa 3 asubuhi mpaka 11 jioni. Yaani ni siku ya Bwana tunaita. Yes. Kwa hiyo binti ambaye unamtazama Madam Lilian hapa, nafikiri ni wasaa mzuri wa kufanya maamuzi, lakini pia kuwasiliana naye, pengine kuona mipango itakaaje na uweze kupata maarifa ambayo yameambatana na uwepo wa Mungu. Ufanikiwe, utengeneze maisha yako, mambo yaende vizuri. Nafikiri tutapata pia baadhi ya wanawake ambao wameshaishi kwenye hii huduma na pengine zakawa na vitu vingine vya kuzungumza, namna ambavyo walijiunga, wamebadilisha nini kwenye maisha yao kabla na baada ya kwa wamejiunga kwenye mambo. Kweli wapo na Mungu atawapa kusema tu. Na hicho ndio kitakachofanya tuingie kwenye wanawake sisi. Lazima. Kwa sababu nikisema mimi nasema anajifagilia, lakini kwa sababu ameanzisha yeye, imetokana na yeye. Lakini watu wengine naamini wanacho kitu cha kusema. Yes. Sababu kuna wengine ambao wamekuepo mwaka wa kwanza, wa pili. Yaani kwanza mfano kama mwaka huu, wale wenyewe waliokuja mwaka jana ndio wanaohangaika kutafuta watu. Wasema jamani twendeni, yani please usikose. Kwa hiyo watasema. Nikuulize hili kama utakuwa pengine unafahamu, kwa sababu huko kwenye mitandao kuna mwanamke mmoja anaitwa Madam Leila. Madam Leila.
na yeye ana kitu chake huko mtandaoni, lakini yeye anatumia sana radio na mitandao ya kijamii. Ana mafunzo mazuri sana kwa ajili ya mwanamke. Sana. Kwa hiyo na yani uliponielezea nimeona kweli Mungu amewaleta wanawake kwa ajili ya wanawake wenzao. Yani very good. Mimi ni mwanaume lakini namfuatilia yule mama. Basi na mimi itabidi kufuatilia. Anaitwa Madam Leila. Yupo kule. Nakuwa namfahamu, sema labda ndo mara nyingi nasikiliza watu zaidi kuliko kuangalia majina. Yes, anazungumza vitu vingi vizuri. Pengine kama una chochote cha kumalizia kwa ajili ya hicho tunachokizungumza na Rehoboth na vitu kama hivyo, kwa kukumbusha pia namba. Mimi ninawakaribisha sana katika madhabahu hii ya Rehoboth, ambayo kama nilivyosema awali nasisitiza tu ni platform ambayo haiangalii dini. Kwa hiyo karibu ujisikie upo katika kujenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo nikukaribishe ujisikie huru kuungana pamoja na sisi. Lakini pia wale ambao Mungu amewabariki, karibuni mtu support. Injili yoyote haiwezi kwenda bila fedha. Kama kesho kutwa tuna mambo ya ukumbi, tuna mambo ya nini, lakini tunamwamini Mungu kwa sadaka yako tutaweza kufanikisha. Kuzaa kitu sio kitu rahisi, lakini pamoja na uchungu wote unakuwa na matumaini kwamba mtoto atazaliwa. Kwa hiyo niwakaribishe sana na ninafurahi kuyabeba maono haya kwa sababu ninaamini Mungu yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo ili kutupata, namba yetu ni ile 0763 54 0062. Karibu sana Rehoboth. Pengine tutarajie kanisa kwa miaka inayofuata mbele. Kanisa? Fungua kanisa huo wito sina jamani. Kweli. Maki vitu vinaanzaga kidogo hivi. Kwa kweli huo wito sina. Kama vile Mwakasege anasema kana hajaitwa na mchungaji. Na mimi kwa kweli sijajua, lakini ndani ya moyo wangu kuanzia mwanzoni sina wito wa kanisa. Yes. Bwana DJ Jerick nilikuwepo hapa na mama, tumeyazungumza mengi, kwa hiyo ni wakati mzuri sana wewe kufanya maamuzi, pengine kufuatilia na kwenda kuwafuatia kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye Facebook umesema unapatikana kwa jina la kwenye ile account yako Lilian Mushi. Yes, Facebook peke yake. Facebook na YouTube nimeanza Lilian Mushi. Lilian Mushi. Yes. Kwa hiyo kupitia kurasa hizo za Lilian Mushi YouTube pamoja na Facebook unaweza ukayapata yale ambayo yanaendelea kuhusiana na Rehoboth, lakini pia yakakujenga au yakamjenga mtu wa karibu yako akaweza kufanikiwa na kuendelea kwenye maisha haya ambayo yameambatana na mafunzo, lakini tunasema ujuzi wa kimaisha unaoambatana na uwepo wa Mungu. Bwana, imekuwa vizuri sana. Asante sana. DJ Jerick, baada ya kuzungumza na Lilian Mushi, mwenye maono, mwanzilishi kabisa wa Rehoboth, hapa nimekaa na mamangu ambaye tayari na yeye ni miongoni mwa mama ambao waliona hiyo fursa ya Rehoboth na wamejiunga na wanayo ya kuyasema kuhusiana na kila ambacho kimebadilika kwenye mfumo wa maisha yao kabla ya kujiunga na baada ya kuwa wamejiunga, na namna ambavyo wanaendeleza shughuli zao. Lakini pia atatueleza na issue ya event ambayo inakuja tarehe 17. Of course itaanza tarehe 16 kwa sababu huyu kajipendelea, anatamani watu wake kutoka huko anakotokea Magugu waanze, alafu event kubwa itakuja kufanyika siku inayofuata. Mama, karibu sana Jerick Media Live. Asante sana mtangazaji, nashukuru. Leo nimefurahi sana, nimepata nafasi ya kuongea na wamama, kwa hiyo ni sehemu pia ya kunilea mimi. Asante sana. Asante sana. Ndio, karibu. Rehoboth kwako inamaanisha nini? Rehoboth ni neno la kibiblia lenye maana ya Bwana ametupa nafasi. Mungu ametupa nafasi. Kwa hiyo ni neno ambalo nalitambua lina ukubwa kwangu kwamba Mungu amenipa nafasi, hasa nafasi ya kumtumikia. Okay, kupitia Rehoboth pia. Wewe ulifahamu vipi Rehoboth? Rehoboth, kama Rehoboth, kuna mimi naishi Babati, pamoja na kufanya huduma Magugu. Ndio. Napatikana Babati. Kuna magrupu ya wanawake Women Gala huko Babati, kuna wanawake na nini, makundi tofauti ya wanawake. Kwa hiyo katika kuview yale magrupu kuna vitu tunashare kibiashara kinini, napatikana wapi, mtu anatangaza mambo yake vile. Kwa kupitia huko siku moja nikaona dada mmoja anaitwa Diamond. Kwa amesema kuna rafiki yangu anaitwa Lilian, jamani, na jambo lake la kimungu
Kwa mimi kwa kuwa napenda vitu kama hivyo nikawa nimeangalia pale. Ndio. Lakini simfahamu kabisa. Sijawahi kukutana naye wala nikiangalia sura hata kama ni Facebook au kwenye WhatsApp simpati. Kwa siku moja nikakutana na dada mwingine ambaye amekuepo, tuko kwenye grupu anamfahamu. Sika nafikiri. Nikaenda dukani kwake nikakutana naye akaniambia tuna jambo letu. Nikamwambia kwanza kuna mtu nimemuona ambaye amesema ana jambo la Mungu huku kwenye magrupu ya wanawake. Ni nani? Akasema alikuwa anakutafuta nitakukutanisha naye. Wakati huo naye amenitextia WhatsApp. Ndio. Baada ya kunua nimeuliza pale kwamba huyu ni nani? Ndio. Na alivyonitafuta hiyo Priska sasa akanikutanisha, akaniunganisha na madam, tukakutana kwa mara ya kwanza mjini. Akaniambia mimi nipewa namba na Priska, uliniulizia na kweli na jambo hili na hili. Baada ya hapo nikamwambia linafanyika lini, kumtia nguvu maana napenda mambo ya Mungu. Ni kweli ya. Kwa nikasema kwa mtu mwenye habari za Mungu muda mwingine tunafanya. Nikajoin, akanikaribisha. Kwa nikawa sehemu. Akasema licha ya kufanya siku fulani tunakutana kama kamati nini, kama unaweza kuja kutusupport. Nikawa willing, nikasema nitakuja. Yes. Tunapozungumza hiyo ni kama muda gani umepita? Mwaka labda miezi? Umepita mwaka sasa, maana mwaka jana ndikuwepo kwenye hilo kongamano. Limekaribia bado kama miezi miwili ndo napata information jinsi wanaandaa. Nikaenda nikahudhuria na siku ya tukio yenyewe nikawa kama mwanakamati ambaye aliandaa ile kongamano la mwaka jana. Okay, vizuri sana. Ulivyowafahamu Rehobothi, ukapata nafasi ya kuungana nao, ukashiriki shughuli zao, kwenye mfumo wa maisha yako, kwenye utaratibu wako wa maisha ukiishi, kuna vitu ambavyo pengine vimebadilika kwa maana ya chanya, imekuwa vizuri labda au imekaaje? Nitasema vimebadilika kwa sababu wakati mwingine hii huduma ya Rehobothi haifanyi na mtu wa dhehebu moja. Kwa pia tunapokutana watu wa madhehebu tofauti, tuna pia kitu tunajifunza huyu kutoka kwa huku na huku, hasa kwa habari ya Mungu. Kwamba kuna wakati mwingine mtu akikaa anafikiri amefika, kuna mwingine anajua, lakini ukakao nilivyoona jinsi ambavyo watu wanapenda kushirikiana sana neno la Mungu. Nilipenda sana, ambayo yamekuwa ni maono yangu kwamba Mungu anikutanishe na watu tofauti lakini watu sahihi. Ndio. Kwa hiyo nikapenda kwa sababu pia pengine kuna ninavyovifahamu kwa upande wangu nikichanganya na kingine ambacho ni cha Mungu nimekisikia sahihi. Ndio. Nitasogea zaidi. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo mwaka jana ulishiriki tamasha lile. Vizuri kabisa. Okay, mwaka huu pia kuna tamasha pia litafanyika, kongamano litafanyika. Vipi utakuwepo? Nitakuwepo sana. Ndio. Niko mstari wa mbele kabisa. Na niseme tu kwa mwaka huu nilipata neema ya kupata huyo mgeni ambaye alituhudumia mwaka jana. Mama Victor. Kwa nikisema kwamba tumepata neema, sikuwa peke yangu. Baada ya kukaribishwa na mimi nilienda kanisani na hudumu kanisa la Mungu Magugu. Naimba kwaya pia, kwa hiyo washirikisha baadhi ya wamama pamoja na kwaya ambao tunaimba kwaya wanawake. Kwa hiyo tulihamasika kuja wote. Kwa hiyo wale wametiwa nguvu pia. Na mimi nikatiwa nguvu kwamba yule mama anaweza kufika huko, nikasema inawezekana. Kwamba kufika Magugu kule. Walikuja watu kutoka Magugu mwaka. Safi sana. Ndio. Kwa mwaka huu tarehe 16 tumejiandaa vizuri. Tuna kongamano kama kongamano pia. Sio kitu kadogo. Hilo la Magugu sasa hilo. Tarehe 16 ambayo kesho yake inakuwa ni lile la Babati mjini. Okay. Tofauti yake ni muda kwamba kule saa 7 tutaanza na kumaliza saa 11 kwa sababu pia tumealika watu kutoka sehemu tofauti. Yes. Wakaja muda ukawa ili waweze kurudi pia kirahisi. Yes. Ukitazama maono ya Lilian wakati anaanzisha hiki kitu na alivyowashirikisha ninyi, unaona ni kitu ambacho watu wanatakiwa kusapoti, watu wanatakiwa wajiunge, au unaona kama kuna mahali kinaenda kuishia? Kwa mtazamo wa kimungu tunamlenga mwanamke. Na mimi ndio kiu yangu. Kwamba ili nifike mahali nilipo kuna mtu alisimama. Ukiona mtu mzuri
kuna mtu amemtengeneza. Ni kweli. Kuna mtu mbaya pia, kuna mtu amemtengeneza kwa hivyo. Ndio. Alikosa msaada wa sehemu nzuri. Kwa hiyo ni msaada mkubwa kwa wanawake kwa sababu haichagui dini, kabila, dhehebu lolote, lakini inakuwa ni msaada kwa sababu gani? Mwanamke yeyote akifundishwa ana majukumu mengi ya kukaa na jamii. Lakini huyu mwanamke kwa wakati fulani yeye yuko kwenye familia kama mama, jamii inamzunguka pia inahitaji kujifunza kitu kizuri. Ndio. Lakini wakati huo anaondoka kama ni msikitini au kanisani anaenda, ile kanisa linamtegemea. Lakini wakati huo pia ile familia yake kama familia yake aliyoibeba inamtegemea. Huyu mtu ambaye ni nguzo inawezekana kuegemewa ndio tunamtafuta. Hata wewe nafikiri kuna watu kiangalia natamani maisha yawe kwa upande wa kiuchumi, lakini upande wa ndoa unaona tena niamie kwa huyu. Sasa ili ufikie vile uweze kufika tunahitaji kuna mtu akisimama kwenye eneo la ndoa na kufundisha vizuri, mwingine akisimama kwenye eneo la uchumi na kufundisha vizuri. Watu mimi nikatamani yale mafundisho sasa. Ile mama alikuwa kwenye mambo ya roho anafundisha, lakini ya kiroho, lakini akasema kwa mfano kama ukipika mandazi mabaya ukayaombea, nibariki unipe wateja, lakini hayaliki, Mungu atakusaidia usitengeneze kitu kizuri. Kwa hiyo anatutengeneza pia akili ya kufikiri kuna cha rohoni, lakini kuna wakati akili yako inatakiwa iwe sawa, ifanye vizuri. Kuna wakati pia uchumi wako unatakiwa uwe sawa, uende vizuri. Kwa hiyo nikaona kama nimepata pia msaada mkubwa upande wangu, lakini pia na watu wangu. Okay. Pengine kupitia wewe kuna mwanamke anaweza akawa ameiona hii na ametamani kujiunga na ninyi au kushiriki kwenye makongamano yenu na mafunzo kama alivyosema magrupu ya WhatsApp. Wewe wakati unatoka Magugu unakuja huku unapata nafasi kama hivi, sasa hivi tuko hapa Babati, masuala ya kifamilia hayaingilii au hakuna prokushani za mwanaume na wewe kusema unachaje familia, unaendaje Magugu, unafanya nini, ili kumsaidia mtu aweze kuelewa namna ambavyo anaweza akatenga muda wake vizuri bila kuleta shida, kwa sababu sio kutengeneza kitu kimoja vizuri alafu karibu mahali. Yes. Ndio yale ya kumfundisha mtu. Kuna baba mmoja aliwahi kusema ili mtu awe na akili timamu, ndio anamhitaji Yesu moyoni, anahitaji akili kichwani, sauti kidogo, na anahitaji pia hela mfukoni. Yaani awe na akili kichwani, Yesu moyoni na fedha mfukoni. Kwa sasa tunaposema hivyo, kwanza mimi ni mama mchungaji ambao tuna kondoo tayari Magugu. Ndio. Na wale watu ukisema ukitaka kumbeba mtoto atembee, kila saa unaweka mgongoni, kuna siku utaambia mbu mshushi, anaanguka moja kwa moja kwa sababu hajawahi kutembea. Kwa hiyo kusema familia inaweza kutetereka, itetereke kwa sababu kwanza moja wapo ili ni jukumu langu. Ni jukumu la mume wangu pia. Kwa habari ya huduma ya Mungu. Na mafundisho kama haya yanasaidia, sio yananisaidia mimi tu, yanasaidia na wale wengine ambao ungewaona kwamba hauwezi kusogea kwa neno lako tu, lakini wanapokutana na watu wengine kuna kitu kinabadilika, unaona anasogea. Kwa upande wa familia yangu niko vizuri kwa sababu najitambua pia, na mimi ni mtu ambaye nimetoka mbali tangu utoto kutengenezwa na vitu kama hivi nimefanya. Kama nimekaa na wadada, nimekaa na mama, na nikaja nikawa na mimi mama, nilikuwa nafanya hivyo. Kwa maana hiyo nimeolewa nikiwa kwenye utumishi, naye akiwa mtumishi, hivyo hivyo. Yes. Kwa hiyo mimi kwa sababu sasa nimeshafundishwa pia, najua namna ya kubalance. Mimi ni mama mzuri sana. Ndio. Tena nikiwa kwenye ndoa yangu mama mzuri. Nikiwa kanisani muumini mzuri pia, anayempendeza Mungu. Lakini ni mama mchacharikaji pia. Kwa hiyo sina sehemu ambayo napwaya. Najitahidi ili nisifahamisha hata kile ninachokisema hapa watu waseme wale sio wanapigaga tu makofi baada ya na tuondoe dhana kwamba mara nyingi watu wakiona wanawake kukusanyika ni kwamba wanafundishwa labda mambo ya kusababisha wao wajitenge na waume zao au na watoto wao. Hapana. Ni kwa sababu pia wimbi la watoto wanaozunguka mtaani hata sasa hivi vijana wa kiume wamekuwa ni changamoto, kwa sababu tulisema hawa hawana shida, hawa tuangalia watoto wa kike wasiharibiki, kumbe pia upande wa pili na wanaweza wakafanyaje. Kwa tunataka kumtengeneza mwanamke ambaye anaweza kuisimamia ndoa yake, anaweza kuisimamia kanisa lake, anaweza kuisimamia jamii inayomzunguka na taifa kwa ujumla. Yes. Kwa ni mtu ambaye akisimama akiwa nje ya kanisa na mtu anasema huyu mama ana kitu, anaweza kunisaidia. Akiwa kanisani, huyu mama ana kitu cha kunisaidia. Akiwa na watoto, waseme tupate wapi mama mwingine kama huyu hapa. Asante sana. Kupitia kamera Jerick Media Live
natamani uzungumze na binti ambaye anaitazama hii hapa kuhusiana na Rehoboth kwa mara ya kwanza. Umuelekeze au umpe hamasa ya namna ambavyo anapaswa kuyachukua maisha ya kweli ya sasa hivi ya kidijitali, maisha ya utandawazi, lakini pia aione fursa hii ya Rehoboth ili iweze kumsaidia aweze kujiunga na iweze kumsaidia kwenye maisha yake yanayoendelea mbele. Asante sana ndugu mtangazaji. Naweza nikasema mimi sikuwa mama ghafla, nilikuwa binti. Kwa kuna watu walisimama, nilikuwa napenda wanavokaa kwenye mambo ya Mungu ambao kwa wao sikupotea. Kwa sababu na ushuhuda huo, basi naweza nikasema kila binti mahali halipo kwenye huduma ya Rehoboth ni sehemu salama kwake. Kwanza, kwa nini kitabu cha Tito 2 kinasema wanawake wazee wawafundishe wanawake vijana ili wapate maarifa. Kwa maarifa yanayosemekana si ya kuwapoteza, ni ili wapate kitu cha Mungu pia cha kuwasaidia kwenye maisha yao. Na kwa maana hiyo ili wawatia akili. Kumbe kuna akili ambayo mtu aliyekutangulia kwenye hautapotea. Kwa maana hiyo kwamba ili kuishi kwenye maisha ya ndoa, kwenye maisha ya ubinti, kwenye maisha ya hata kazi tu, kuna wale mimi ni single mama najiweza. Mungu hajamruhusu maisha ya single mama. Ni kwa sababu mtu anajikatia tamaa, sasa anajiweka kwenye kile kivuli. Lakini tunatamani mabinti wangejifunza tangu wadogo, wakija kwenye huduma kama hizo wanawake. Hata makanisani, Rehoboth ni sehemu salama kuwafundisha wanawake vijana, kuandaa kuwa wamama wazuri ambao ni tegemeo kwa familia zao, lakini ni tegemeo pia kwa watoto wanaowazunguka, hata kama si wa kuwazaa, lakini wako watoto wengine ambao tunaweza tukawabeba kwa sababu Mungu ametupa kitu fulani. Kwa hiyo ni washauri mabinti sana waje, kwa sababu Biblia inasema tutawatia akili. Na ili kitu uelewe, hata kama ni mume, hata kama ni kazi, lazima imani ikubali, akili pia ikubali. Ni kweli. Hata uwezi kusema nampenda fulani lakini akili yako haiko na yeye. Akili ikikubali kwamba kwa nini namkubali huyu mtu? Kwa nini tunaweka hivi vipengele kwamba mimi binti, tukiwa mabinti tunachagua tuseme mimi mume wangu atakuwa mrefu, watoto wangu atakuwa hivi, unafikiri unayachora maisha yanaenda. Yanapoenda kukwama na mabinti wanakimbia. Ni kwa sababu gani? Hatujafundishwa kwamba mimi wakati nilikuwa msichana nilikuwa na aina yangu ya maisha na yapenda, lakini pengine sio nilionao kwa sababu ilikuwa ni akili ile. Sasa pia tunawafundisha vijana kupambana wakiwa wadogo. Yes. Tukimaanisha vijana wa kike wa mabinti kupambana, sio ili kuonyesha na mimi nina fedha nina nini. Vitu vingi zamani tumefundishwa hivi. Jitahidi baba kwa mfano akafa ghafla utaishije? Sasa sio baba tu anakufa ghafla, sisi hatufagi. So unaona hiyo, unategea fulani kwamba akifa nyumba, akifa vile. Wewe je, ukifa unamwachaje? Ukimfundisha binti hivyo atakuwa anafanya kazi kwa malengo. Lakini kuna wababa ambao pia au wanatamani kuolewa na wababa wenye kazi nzuri, au watu ambao wamesoma, watu wenye maisha mazuri. Maisha mazuri yanatengenezwa, tusipowaambia mabinti hawawezi kutengeneza. Mnavotengeneza ndio unakuwa na kile kiburi kwamba kwa kweli hapa ni familia yangu. Ndio maana hata mtu akitishwa anasema sina kazi yangu, sina vitu vyangu, kwa sababu hajaingia kwenye mfumo wa kujua mimi ni binti natengeneza maisha yangu. Kwa kitokea siku moja maisha yamekuwa magumu kwa aliyenioa, hayatakuwa magumu kwa watoto wangu kwa sababu tayari ninajua kupambana. Kwa baba anaweza kupambana na mimi nikapambana, baadaye tukawa na familia nzuri. Aisee, umeongea sana vizuri sana mama mchungaji. Sisi nafikiri kama utakuwa na chochote cha kumalizia kabisa, ni mdako dakika kidogo tu kwa ufupi sana. Kama kipo, kama hamna, basi sisi tukutane tarehe 16 Magugu, alafu tuamkie Babati tarehe 17, si ndio? Amina. Nishukuru sana. Nitakachoweza kusema niwakaribishe sana wanawake wote kutoka sehemu mbalimbali. Tarehe 16 kuanzia saa 7 tutakuwa Magugu, kanisa la Mungu, karibu kabisa na stendi ya zamani. Ukifika Magugu tutakuwa na kongamano pale na mafundisho mazuri. Lakini pia tarehe 17 tutakuwa White Rose kuhitimisha huduma yetu. Kwa tunawakaribisha wote. Mungu anakusudi na kila mmoja. Hakuna ambaye atakuja akatoka bure. Na kwa sababu tukienda tunapata maarifa, naamini watatoka na kitu.
Asante sana. Asante sana. Bwana DJ Jerick, baada ya kuwa nimekaa na mama hapa muda mrefu, nafikiri tunafika tamati ya mazungumzo haya. Nafikiri umejifunza mengi, lakini pia kwako wewe binti mwanamke ni muda sahihi na ni wakati sahihi wa kuitambua Rehoboth na kuweza kushiriki nao, kuungana nao, miazungumze mambo mengi yanayowahusu ninyi wanawake kwa lengo la kukua, kuelewa na kujifunza ili muweze kufanikiwa katika maisha. Lakini pia mtatufanikisha pia hata sisi, kwa sababu wanasema hakuna mwanaume bila mwanamke. Kwa hiyo wewe ambaye unatazama kupitia Jerick Media Live, uja subscribe, fanya hivyo ili uendelee kuyapata mengi na mazuri kutoka kwetu. DJ Jerick is right here. Ciao.